Wananchi Young Africans katika ubora mkubwa kwelikweli, lakini pia wakikosa wachezaji wao muhimu, ikiwepo wachezaji kama kina Khalid Aucho ambaye tunafahamu huyu ni injini ya timu, lakini wamefanikiwa kushinda magoli matatu dhidi ya Tabora United. Ukitazama namna ambavyo mchezo ulivyokuwa, ulikuwa ni mchezo ambao Tabora walianza vizuri sana, wakicheza kwa tahadhari kubwa sana. Timu yao yote waliweka chini, lakini kitu ambacho walikuwa nakifanya mara nyingi ni counter attacks, kitu ambacho pia na Yanga walikuwa wanafanya. Kwa kwenye dakika 15 za kipindi cha kwanza, timu zote hizi mbili zilicheza kwa tahadhari kubwa, kwa maana Tabora walikuwa wanafanya counter attacks, lakini Yanga pia kitu pekee ambacho walikitegemea mwanzoni ni kushambulia kwa kushtukiza, na walifanya mara kadhaa, lakini utimamu wa golikipa wa Tabora United ukafanya mambo yakawa vizuri kwao Tabora, lakini ikawa ni ngumu sana kwa Young Africans. Lakini kitu pekee ambacho Tabora wamekuja kufanya makosa makubwa ni kuwaruhusu Yanga kumiliki mpira, hasa kupitia mawinga wao, lakini pia kupitia baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kupiga penetration pass, ikiwepo mchezaji Pacome Zouzoua, lakini pia mchezaji Max Nzengeli, na kitu kingine ni kuruhusu mashambulizi kupitia pembeni, hasa kwa Shadrack Boka, mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine anaweza akawa hatoi sana uwanjani, lakini ile anavyo overlap pale pembeni kidogo kuna punguza idadi ya walinzi pale katikati. Kwa hiyo akileta vipas mnakuwa tayari mpo uchi, kama ambavyo lilipatikana goli la offside. Na kuna goli ambalo lilipatikana alifunga Clement Mzize, kimsingi ile haikuwa offside, ilikuwa ni goli halali. Na kuna offside nyingine ambayo ilipatikana, huenda Yanga wangefanya kitu. Nadhani line 1 na yeye kwenye tathmini ya mchezo mzima kuna namna ambavyo alikuwa anafanya makosa, hasa kwenye hizi moment mbili alizo nasa offside za Yanga, lakini zote hazikuwa offside. Lile goli la Mzize, lakini pia kuna offside nyingine ambayo Yanga walikuwa wanaenda kuscore goli lingine. Kwa leo tungekuwa tunazungumzia magoli matano ikiwezekana, lakini yote kwa yote mchezo umekuwa ni mzuri sana. Tabora pamoja na kwamba wamefungwa, lakini wametoa game tough kweli kwa Yanga ambayo leo imecheza. Ukisema wamecheza kweli na nje ya uwanja. Unajua mechi hii ilianza kuchezwa nje ya uwanja, kifuatilia namna ambavyo maneno ya hapa na pale walivyokuwa kirushiana wasemaji, viongozi, milioni 60 na kadhalika, viklipu kibao vilikuwa vikisambaa mtandaoni kwamba baadhi ya watu wanatishiwa maisha kutokana na kwamba wanaisaidia Tabora United, sio anaenda Kongo kufanyeje. Lakini pia vitu vingine kama vile golikipa ambaye tumeona alikuwa na mchezo mzuri sana leo, licha kwamba amefunga magoli matatu na goli la free kick ambalo alizidiwa tu ujanja. Amepanga vizuri ule mstari wake wa ulinzi, lakini kabla hajaondoka mpira ukapigwa kule. Kwa hiyo hakuwa na namna yoyote, ila alizidiwa tu ujanja. Alikuwa na performance nzuri kwenye mchezo, ila ndio hivyo, na yeye sikika akizungumza na mtu kwenye simu, bana tukupe kitu bana ulegeze na nini, akakaza mimi sichukui. Sasa hatujui kama alichukua kweli, lakini kimsingi mambo yamekuwa ni kubwa sana, na tumeshuhudia game nzuri sana kwa pande zote mbili, na aliyeshinda bila shaka atakuwa ameshinda kihalali kutokana na performance nzuri. Lakini huko nje ama nyuma ya pazia hatujui nini kilifanyika. Yaliyokuwa yanazungumzwa yalikuwa ni kweli au sio kweli? Kama ni kweli watajua wenyewe, maana yake watakuwa wanaopaka matope mpira wetu. Lakini kama sio kweli, basi itakuwa ni nzuri, kwa sababu mpira wetu utaendelea kuwa vizuri. Ila kitu kibaya ni zile tetesi, namna ambavyo zilikuwa zikienenda pale, ni kitu sio kitu kizuri kwenye mpira wetu. Na kuna namna ambavyo unajua vitu kama hivi vinaweza vikapelekea ligi yetu ikakosa thamani kwa kiwango cha ajabu sana, na inaweza ikapelekea pia mpaka FIFA kuanzisha uchunguzi kwenye ligi yetu, kutaka kufahamu nini kinaendelea, na mambo mengine mengi tu yakafanyika, na mwisho wa siku tukajikuta tupo kwenye hali ambayo sio nzuri sana.